Oh, oh my God. Mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 1985, mtaa wa Airport Dodoma alizaliwa mtoto wa pili wa Mathias na Mariam Matebe, Emmanuel Mathias, ambaye baadaye tulimfahamu kama MC Pilipili. Kutoka utotoni, Emmanuel Matebe alikuwa kijana mcheshi na mchangamfu. Alijihusisha na uchoraji, uimbaji na kucheza muziki, huku akitamani kuwa mwandishi wa habari au hata mchungaji. Hata akiwa mdogo, alijitokeza kama kipaji cha kipekee, kuigiza sauti za watu maarufu, kubadilisha nyimbo za kizazi kipya na kuchekesha wale waliomzunguka. Kipaji chake kilitambuliwa mapema, akitunukiwa cheti cha mtoto wa nuru katika kanisa la Baptisti Bible Church. Alipofika sekondari, mwalimu wake alimuona katika kipaji cha theater arts, yani sanaa jukwaani, na kumshawishi achague somo hilo. Hapo ndipo MC Pilipili alipoanza safari yake ya kweli ya uchekeshaji na ushereheshaji. Kuanzia matukio madogo ya birthday, harusi, hadi vipaimara, kipaji chake kilianza kushamili. Baada ya kuhitimu mafunzo ya ualimu mwaka 2009, MC Pilipili alipambana na changamoto za kifamilia. Baba yake alifariki, Emmanuel akaachwa na familia kuendeleza maisha yao. Hali hii haikumzuia, badala yake alichagua kutumia kipaji chake kuendesha maisha, akipata mapato makubwa kupitia ushereheshaji na uchekeshaji. Kutoka mkoani Dodoma hadi Dar es Salaam na hata kimataifa, Kenya, Uganda, Rwanda, Afrika ya Kusini, MC Pilipili alisimama kama kielelezo cha vipaji vinavyoweza kuleta mabadiliko maishani. Akifundisha na kuhamasisha wenzake na mashabiki wake, aliitwa bungeni, makanisani na jukwaa la kimataifa, akithibitisha kuwa sherehe ni MC. Lakini maisha yake yalikuwa zaidi ya sherehe. Yalikuwa ya kihistoria, yenye bidii kubwa, kipaji na moyo wa kuendeleza furaha ya wengine. Leo tunamkumbuka MC Pilipili si tu kama mchekeshaji, bali pia kama alama ya matumaini, furaha na ushawishi mkubwa kwa kizazi cha vijana. MC Pilipili Emmanuel Mathias, urithi wako utaendelea kuishi kwenye vicheko na moyo wa wafuasi wako. Pumzika kwa amani. Storyteller wako naitwa Paul Kanuti, kijana wa Stolika.